ishi kwa akili, mjue adui, furaha ni kipaji, amani ni mtaji, ishi maisha yako, Mola ndo mpaji, maisha siyo chuki, chuki haina maana, pole yako sikujui na uwe siombe vita, na kama unanipenda nikipenda nitaona, na kama unafaida bila dawa nitapona, wewe nikisema moja unasema mbili, moja. Natokea katika shule ya Morogoro Sekondari form 6 EGM. Mimi swali langu linahusu kuhusu hii taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Mheshimiwa, kutuambia kivipi naweza kama mwanachama halisi. Niwakaribisheni kwa niaba ya uongozi wa taifa wa taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, wote mwe wanachama wa taasisi ya Mwalimu Nyerere. Kama mnakubali ombi langu, naomba tupige makofi mengi sana. Ni imani ya taasisi kwamba kongamano hili litazaa matunda yaliyo mema, ili taifa letu lisonge mbele, tena lisonge mbele kwa kujivunia kwamba kwa kasi iliyopatikana mpaka sasa ya maendeleo, naweza mkaona wote kwamba bila amani haya yote yasingepatikana. Kwa hiyo nataka niwachukue nafasi hii kuwatia moyo. Maana yake mwalimu, ukimtaja mwalimu maana yake unataja amani. Mwalimu mzalendo, mwalimu pamoja na umoja na mshikamano wa kitaifa. Mwalimu yeye ndio muunganishaji. Tuna muungano wetu ambao ni uniki katika bara la Afrika na dunia wanatutazama kwa ukaribu. Mwalimu ameunganisha Tanzania makabila 126 kupitia lugha ya taifa ya Kiswahili. Lakini mwalimu ni viwanda. Nchi nzima alionyesha mfano. Amesema ni mtu ambaye unapenda nchi yako, unaithamini nchi yako, uko tayari kutumia nchi yako, na amesema wewe ni mwaminifu kuhusu nchi yako kwa bidii zote na kwa moyo wote. Ukiwa mzalendo utakuwa unajivunia sana kuhusu nchi yako na utaifa kwamba mimi ni Mtanzania. Popote unapokwenda unataka ujitambulishe wewe kama Mtanzania na waone utanzania wako, kwa nini wewe ni tofauti na Mkenya na Mganda na kadhalika, na kwamba uko tayari kuchangia katika maendeleo ya nchi yako, sio tu kwa maneno lakini vile vile kwa vitendo. Ni pia kwa Mtanzania una heshima, una uadilifu kama alivyosema pale mwanzoni, kama alivyokuwa baba wa taifa. Kwa hiyo mzalendo na amani, naamini kwa kule shuleni mnafanya hilo jambo kabisa. Wengi mtakuwa mnatunza, mnalinda rasilimali za shule kwenu pale na za taifa kwa jumla. Kwa sisi tunaofanya kazi, mzalendo yuko tayari hasukumi kulipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya nchi kwa hiari. Ikiwa mzalendo utakuwa unaheshimu taratibu, sheria zilizowekwa, kanuni, naheshimu viongozi wetu. Najua wanafunzi mnaheshimu sana walimu pamoja na viongozi wengine katika ngazi za juu. Kwa jina langu ni Ramadhani Mtiba, natokea katika chuo cha na maswali mawili kuhusiana na dira. Swali langu la kwanza, dira ya mwaka 2050 inatokana vipi na dira ya 2025? Swali la pili, katika hiyo dira ya mwaka 2050 inatambua vipi umuhimu wa elimu bora kwa maendeleo ya taifa? Lakini dira hii ni kwa ajili yenu nyinyi, imetazama miaka mingine 25 ambayo nyinyi mtakuwa mmeingia sasa katika utumishi au katika sekta binafsi au katika kuendelea kuzalisha mali kwa ajili ya taifa letu. Sasa hebu nigusie kidogo maudhui ya hii dira ili muweze kunielewa nini tumepanga kama hii dira. Dira ina lengo kuu ambalo tunataka tulifikie ikifika 2050. Lengo hilo linasema tunataka Tanzania iwe taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea.
Sasa ukiangalia falsafa ya Mwalimu Nyerere, swala la kujitegemea lilikuwa ni kati ya vitu muhimu. Kwa hiyo na nyinyi mnapoendelea kukua, mnapoendelea kuja katika kundi la kuzalisha, mjue tunalenga ikifika 2050 kuwa na taifa jumuishi lenye ustawi. Kwenye sentensi ambayo ni muhimu sana ambayo alimtaja baba wa taifa ikizungumzia umuhimu wa kilimo, alisema tubadili kilimo chetu kusudi kilimo hiki kitusukume, kwa sababu hakuna kitu kingine cha kuisukuma nchi yetu.